Habari, jina langu ni Dr. Ipyana Lucas, ni daktari wa magonjwa ya binadamu pamoja na saikolojia ya binadamu. Leo hii nataka tuzungumze juu ya jambo kubwa ambalo limeleta taharuki kubwa katika nchi yetu, jambo ambalo watu wanahisi kuibiwa nyeti zao pale ambako wanakuwa wameshikwa bega. Tatizo hili kitaalamu linaitwa Kolo syndrome. Na Kolo syndrome maana yake ni pale mtu anapopata hisia kali zisizo za kweli juu ya viungo vyake vya uzazi, ya kwamba vinatoweka ama vinasinyaa ama vinarudi ndani. Kwa wanaume tunazungumzia viungo vya uzazi ambavyo ni uume, na kwa wanawake ni chuchu pamoja na uke. Sasa janga hili au ugonjwa huu uliitwa Kolo syndrome kutokana na neno koro ni neno la Kimalay ambalo lina maana ya kichwa cha kobe, na tatizo hili kwa sababu huwapata zaidi wanaume na ambako huwa wanahisi kwamba uume unarudi ndani kwa mtindo wa kichwa cha kobe, ndipo ambako jina hilo lilianzia na kuitwa Kolo syndrome. Lakini ugonjwa huu pia wa kisaikolojia ama ugonjwa huu wa akili pia unaitwa genital retraction syndrome, kwa maana ya mkusanyiko wa hisia kali ambazo mtu huhisi ya kwamba viungo vyake vya uzazi vinarudi ndani. Dalili za Kolo syndrome, dalili za ugonjwa huu wa akili wa Kolo syndrome ni kwamba mtu mwenye hali hii hupata hofu kubwa na ya ghafla, na ni pamoja na kuwa na wasiwasi mkubwa juu ya viungo vyake vya uzazi kuwa vinapotea. Huambatana na wasiwasi mkubwa, mshtuko na wakati mwingine hofu ya kifo, na huleta mabadiliko ya kisaikolojia ambako mtu anaweza kujaribu kushika au kuvuta kiungo chake kwa nguvu ili kuzuia kisipotee, na wakati mwingine anaweza kutumia kifaa cha kuvuta ama kuomba msaada wa mtu kumsaidia viungo vyake visipotee, kwa maana ya kumshikilia na kuvivuta visiingie ndani. Lakini dalili nyingine ni dalili za kimwili, ambapo kwa sababu ya hofu na wasiwasi mtu anaweza kupata mapigo ya moyo kuwa yanakwenda mbio, mtu anaweza kutokwa na jasho, anaweza kutetemeka na kuhisi maumivu ya tumbo wakati mwingine. Sasa nini husababisha Kolo syndrome? Nini husababisha ugonjwa huu wa akili wa Kolo syndrome? Ugonjwa huu wa Kolo syndrome unachukuliwa kuwa ni ugonjwa wa kijamii na kisaikolojia. Kitaalam tunaita cultural bound syndrome. Ni ugonjwa ambao hausababishwi na sababu za kibiolojia, na kwa sehemu kubwa ni imani za kitamaduni ambazo mara nyingi hutokea katika jamii ambazo zina imani kali kuhusu nguvu za kijinsia, hususan nguvu za kiume, na hofu ya kupoteza uwezo wa uzazi au imani za kishirikina. Haya yote yanaweza kuchangia ugonjwa wa Kolo syndrome. Lakini jambo jingine linaloweza kuchangia ugonjwa wa Kolo syndrome ni wale watu ambao wana msongo wa mawazo, ambao mara nyingi msongo wa mawazo pamoja na unyongofu au depression hutokea kwa wagonjwa wenye matatizo ya akili, ambayo yanaweza kaambatana pia na hii hali ya Kolo syndrome. Lakini tukumbuke katika majanga ambayo tayari yamekwisha kutokea, watu hao waliosema viungo vyao vimepotezwa ama vimerudi ndani ama vimekuwa vidogo, walipokaguliwa na jeshi la polisi limethibitisha kuonesha kwamba viungo vyao vilikuwa kawaida. Kwa hiyo tatizo lipo kisaikolojia zaidi kuliko kuwa tatizo la kibiolojia. Kwa kuwa tatizo hili ni la kisaikolojia na ni la kijamii na si tatizo la kibiolojia ama si tatizo la kimwili, basi matibabu yake kwa sehemu kubwa yanahusisha ushauri nasaha ama tunaita counseling, ama kwa kitaalam tunaita psychotherapy, ambako kwenye psychotherapy waathirika wa ugonjwa huu wanahakikishiwa juu ya maungo yao ya kuwa yako salama, lakini pia wanapewa elimu juu ya maumbile yao jinsi yalivyo, na kama kuna changamoto basi wanaelekezwa. Madhara ya Kolo syndrome ni kwamba yana uwezo wa kusababisha panic attack
public panic au public hysteria. Hysteria ni mkusanyiko wa foolish disease. Tunasema foolish disease kwa sababu ni magonjwa ambayo mtu anahisi anayo kwenye mwili wake, lakini ukija kumwangalia unakuta hana tatizo lolote katika mwili wake. Jambo hili likipelekea public hysteria au public panic, linapelekea madhara kama ambayo tumekwisha kuyaona: watu kuuawa, watu kujeruhiwa na madhara mengine. Nitoe wito kwa wataalamu wenzangu wa afya, madaktari, wauguzi na madaktari wa afya ya akili kujitokeza hadharani na kutoa elimu ya afya ya akili juu ya ugonjwa huu wa Koro syndrome ili kuondoa madhara ambayo tayari tumekwisha kuyaona, watu kuuawa, watu kujeruhiwa, watu kuhisiwa kuwa wana imani za kishirikina na kusababisha taharuki kubwa ambayo tumekwisha kuiona. Lakini pia ndugu zangu wana habari, basi tufikishe ujumbe huu kwa uzito wake na kwa umuhimu wake ili kuokoa maisha ya watu wengine wasije wakajeruhiwa, wakauawa na madhara makubwa zaidi yakapata kutokea. Jina langu ni Ipyanaye na hii ni Ipyanaye Media.